Ishi kwa malengo tena. Nimefurahi kuwaona tena watu wa Mungu. Nimefurahi kuniona tena. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi, lakini pia kwa kibali kwa siku ya leo kusimama mbele zenu. Naamini ni kwa kusudi maalum, na kusudi moja wapo pia ni kujifunza. Ameruhusu nisimame mbele yenu kwa ajili ya kujifunza pamoja. Kwa hiyo jiandae kupokea, na ninachomshukuru Mungu tutajifunza, lakini pia tutafundishana kwa namna ambayo Mungu ataruhusu. Ni ibada kamili, japokuwa tutatumia ishi kwa malengo. Ni ibada kamili. Jana nilizungumza kidogo nikasema kwa neema ya Mungu nimegundua au nilifanikiwa kufahamu kwamba ni mwalimu, na nimekaa hapo kwenye ualimu, japokuwa sijapata nafasi nyingi za kufundisha, lakini ukitoa huduma zote hizo ambazo tunashiriki katika nyumba ya Bwana, lakini pia ni mwalimu wa neno la Mungu kabisa, sio wa hisabati wala wa Kiswahili. Kwa hiyo tutajifunza na tutasoma na maandiko, hata tusiposoma direct, lakini tutakoti maandiko. Tutatumia scenarios nyingi kutoka kwenye Biblia kwa sababu ndicho kitabu ambacho nimeinteract nacho mara nyingi. Kwa hiyo jiandae kupokea, jiandae kujifunza. Ishi kwa malengo. Kwa sababu ninakwenda kufundisha kile ambacho Mungu amenipatia, naomba nimshukuru Mungu. Ishi kwa malengo. Leo tutaenda hivyo. Ishi kwa malengo tena. Ni wale mlioona posta, yule kwenye posta ni mimi, na nimefika, mgeni wetu amefika. Tunakwenda kujifunza, msishangae wala msishtuke. Ni mimi yule, na uzuri nilitengeneza mwenyewe kwa najijua kabisa ni mimi, sijakosea. Tunakwenda kujifunza secrets of success, ni siri za mafanikio. Ikiwa Kiingereza inaonekana imekaa sana, imekasirika, lakini ni siri za mafanikio ambazo tunakwenda kujifunza. Kwa nini ni siri za mafanikio? Nakumbuka kupata kwa somo hili au namna ambavyo nimekuja kupata hili somo, ilikuwa ni mchakato, ni kama ni muda kidogo. Nilikuwa nikienda kujifunza taratibu, kwa sababu ninachokuambia ni kitu ambacho ninakipitia na ninakiishi. Ilikuwa ni ibada ya usiku wa Roho Mtakatifu tulifanya Ngong'ona. Pale nilitoka na kitu ambacho kilikuwa ni msingi wa somo zima. Yaani ibada ilikuwa ni usiku wa Roho Mtakatifu. Ilikuwa na watu wachache, tulifanya usiku. Yaani unajua usiku ule na usiku ambao utakuwa hapa ni tofauti. Saa 8 ya hapa na saa 8 ya kule hazifanani. Kwa walioenda na sana bwana nielewa. Yaani unajua ukiwa ni usiku kuna kagiza fulani hivi. Kishoti kanisa alikuwa na mwanga kiasi hicho. Kwa hiyo ni namna ambayo kuna mazingira yalikuwa na support wewe kupokea kile ambacho kinakuja direct, na kitu ambacho kilinifanya nifikie hapa na kuja na hii title siri za mafanikio. Alisimama watumishi wa Mungu walizungumza vitu vingi. Ni mkoma vitu ambavyo walizungumza, kulikuwa kuna shuhuda mbalimbali. Ni shuhuda ambazo huwezi kuzisikia popote. Yaani tunaanzia hapa. Yaani ilikuwa ni usiku maalum kwa watu maalum na kwa muda maalum. Ishi kwa malengo. Kutoka pale nikaondoka na mwanzo hichi ninachokisema. Kwa sababu gani? Kumbe kuna watu wanapata vitu maalum kwa muda maalum na kwa wakati au mahali maalum. Sio kila mtu anapitia ambacho kile utakipitia wewe. Kwa hiyo kutokea pale nikaondoka na hicho kitu ambacho kiliendelea kuzunguka kichwani. Kwamba kwa nini imetokea hivi? Tulikuwa watu wachache, tulipata vitu vya package ya watu ndio tulikuwa wachache, tulipata package ya watu wengi. Kwa hiyo nikaona kuna namna, kuna vitu vinaweza vikawa vinaendelea kwa ajili ya watu maalum na kwa muda maalum. Baada ya kutoka pale, wakati nafuatilia na kusoma na kusikiliza, niliondoka na kitu kingine tena somewhere kwenye statement ile kwamba wale 70 walipotumwa kwenda kushuhudia, wakarudi wakawa wanashangilia, wakamwambia tunafungua, wakarudi kwa furaha, wakasema hata pepo nazo zinatutii kwa jina lako. Ishi kwa malengo. Alichokuja kuambia Yesu akasema, na alimuona shetani akishuka mbinguni kama umeme. Pale mbele tena akasema amewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, na kila kitakachokanyaga kitawadhuru. Sasa hiyo imekujaje kwenye hichi ninachokisema? Kwa hiyo yale mamlaka ya wale kupewa ni kwa sababu aliona mwamba ameshuka. Ishi kwa malengo. Tupende hivyo, nadhani tunaelewana. Aliona shetani ameshuka, akawapa mamlaka hayo. Ni kwa sababu anawaprotect na kile ambacho walikuwa wanapitia. Sasa
tunarudije kwenye somo, tunalinkije kwenye somo. Aliona kwa sababu alikuwa ana interact nao. Sijui kama unaanza kuja. Yaani aliona shetani anashuka ni kwa sababu yeye alikuwa anawafuatilia wale watu. Hata kama sio mwilini, yeye alikuwa akiwafuatilia. Kwa maana alimuona shetani akishuka mbinguni kama umepishwa malengo. Nataka tu nibuild kwamba tunaenda kujifunza nini au msingi unakuwa wapi. Baada ya hapo akasema, akashangilia katika Roho Mtakatifu kwamba Baba, ninakushukuru kwa kuwa siri hizi umewaficha wenye hekima na maarifa, umewafunulia watoto wachanga. Ni siri kwa sababu gani? Kitendo cha kusema kuwafunulia watoto wachanga ilinisumbua. Nadhani nilitumia muda sana kuja kupata ufunuo. Na mimi sio kama wewe. Uende wewe uliposoma siku kwanza ukaelewa. Tunatofautiana. Nimekuja kutoka kama mtoto mchanga ni yule ambaye mwenye kiu ya kujifunza, ni mwenye kiu ya kuendelea kupiga hatua, ni mwenye kiu ya kuendelea kutumikia kile ambacho anakitumikia. Ndipo nikasema kwamba kuna mahali bado unaweza ukawa umekaa umetulia, lakini kumbe kuna vitu unahitaji kuendelea kuvifanya. Sasa kwa nini tunarudi kwenye siri? Anasema nilipokuja kumalizia, alizungumza mtumishi wa Mungu mchana, na mshukuru Mungu kwa sababu ilikuwa ni kama alikuja kwenye line yangu. Anasema kwenye Isaya 45 pale, Mungu wakati anazungumza na Koreshi akamwambia, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja milango ya chuma na katakata mapingo, nitavunja milango ya shaba na katakata mapingo ya chuma. Reason behind ni kwamba ili afanye hivyo vitu vyote ni lazima aende mbele yako. Ishi kwa malengo. Yaani nitaenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Kwa hiyo kabla ya kuja kuvunja mapingo ya shaba, na pale mwisho ndo anakuja anamaliza kwamba nami nitakupa hazina za gizani za mahali pasiri palipofichika. Kwa hiyo kuna vitu viko sirini tunakubaliana. Ishi kwa malengo. Kwa hiyo baada ya hayo yote nazokuja kulink ni nini? Na ndio maana nilisema nitafundisha kwa vile ambavyo Mungu amenisaidia. Sina reference nyingi za duniani, sana sana tutumia reference za Biblia kwa sababu ni moja. Yaani kwenye kila unachokifanya lazima kuwe kuna msingi wa Mungu au msingi wa nguvu ya kiroho. Kwa hiyo kwa kutokea hapo sasa inabidi tuwe tumebaki na point hiyo kwamba kila kinachoendelea duniani, kila kinachofanyika duniani kimeanzia rohoni, lakini pia msingi wake mkuu ni rohoni. Siri zinakuja wapi? Mimi na wewe tunaweza tukafanya kitu kimoja, lakini namna ya output ya kile tunachokifanya, ndio maana tunahitaji kujua siri za mafanikio. Ishi kwa malengo. Nadhani nilikuwa tunajaribu kutengeneza mazingira ili tufikie pale ambapo tunahitaji kufika. Kwa hiyo akamwambia, nitakupa hazina za gizani za mahali pasiri palipofichika. Ishi kwa malengo tena. Sasa hii inaweza ikajibu swali gani? Kuna swali moja au mara nyingi tunakutana kwamba kwa nini wenzetu wanafanikiwa? Wenzetu wa gizani hao wanasema. Kwa nini wenzetu wa gizani wanafanikiwa? Sasa wakati ninaendelea kufikiria, nikasema huenda ikawa ni sababu pia. Kwa sababu gani? Wale wako gizani, alafu kuna hazina za gizani. Ishi kwa malengo. Au naanza kuwapoteza. Wale wako gizani, alafu kuna hazina za gizani za mahali pasiri palipofichika. Kwa hiyo ninachokuja kusema mimi ni kwamba sisi tuna vya kwetu, ila inabidi tuchukue na vya wale ili tufanikiwe kuliko wale. Sio kama umenipata kidogo. Au tunapotezana au unajiamulia mambo. Ishi kwa malengo. Yaani nimekumbuka tuna kitu kimoja. Utaratibu ni ule ule, usiwe serious kunizidi. Ishi kwa malengo. Kwa nini usiwe serious kunizidi? Yaani unapokuwa serious kunizidi, tunarudi kule kule. Huyu mwana bado anakuja kwa sababu gani? Umekuwa serious sana, na unatamani unachokijua wewe nikwambie hicho. Sasa tusifike huko. Na hiyo inakujaje? Kwa sababu gani? Tunasoma pale kwenye Luka 10 kama sijakosea. Ni wakati Yesu anazungumza na makutano, anawaambia aliwaambia, nyinyi mnanifuata mimi si kwamba mliziona ishara, bali kwa sababu mlikula mkashika. Wakabishana wakazungumza mwishoni pale anakuja kuwaambia kwamba wakamuuliza, tufanyeje tuyatende hayo unayoyatenda? Akamwambia, kuleni mwili wangu na kunywa damu yangu. Akawaambia maneno kama mara 3 kama sijakosea. Mara nyingine akamwambia tena, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu. Kwa nini alikuwa anazunguka hapo? Akamwambia tena, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu. Kuna maneno alizungumza, ila ni context ilikuwa ni hiyo zaidi ya mara moja. Akasema baada ya pale wale watu anasema na mara hiyo Wayahudi wengi alipoteza wanafunzi wengi au wafuasi wengi kutokana na maneno hayo. Akaja kumuuliza Petro, na nyinyi tunashala mnataka kuondoka? Akasema, tutaenda kwa nani? Kwako kunayo maneno ya uzima wa milele. Kwa hiyo maneno yale ambayo wanafunzi wengi waliondoka, maneno hayo ya Petro aliona ni ya uzima wa milele. Kwa hiyo wewe unaweza ukaja hapa
ukanikadiria, yani ukanikadiria. Alafu kuna mwenzako akaondoka na kitu. Ishi kwa malengo. Kwa hiyo msishangae watumishi wa Mungu wanaposema nazungumza na mtu mmoja mahali hapa. Wewe kama unazungumza na mtu mmoja kweli, yani usidhani kwamba wanajiinuaga. Kwa hiyo wafuasi wengi waliondoka, lakini tunashara wakasema kwako kunayo maneno ya uzima wa milele. Kwa hiyo kumbe kuna watu waliona kula mwili wa Yesu na kunywa damu yake nifanyaje? Kwamba Yesu alijiamulia. Lakini kumbe kuna watu wengine wakaona ni kwamba ni maneno ya uzima wa milele. Kwa hiyo kwa pointi hiyo sasa tusibaki hapa, yani usibaki hapo kwenye kutaka kucorrect au unaweza kusema service edit kama unakuja unaangalia pale. Kwa hiyo hawa madesign haoni hii mianya, hiyo itakutoa kwenye mfumo. Yani njoo umekuja kumsikiliza Mungu, amini Mungu atakuhudumia. Basi kwa introduction hiyo au kwa mwanzo huo, naamini tunakoelekea tutafika sawa sawa na kile ambacho Mungu ameruhusu tujifunze. Somo letu tunasema siri za mafanikio. Kwa jina naitwa Roman John, kama tulivyoona kwenye poster. Yule ni mimi, nilitangulia kusema hapo mwanzoni, ni katibu wa mahali hapa, lakini kwa neema ya Mungu nimepata nafasi ya kuhudumu kwa siku hii ya leo. Somo letu tunasema siri za mafanikio au secrets of success. Kwa utangulizi nimesema kwamba katika kila jambo unalofanya ni lazima ujue kuwa kuna kufanikiwa au kukamilisha kama wengine wafanikiwavyo. Alafu kuna kufanikiwa kwa upekee na ukuu utakaotofautisha na watu wengine. Kwa hiyo tunaweza tukafanikiwa wote, lakini kuna namna inabidi wewe unajua. Tukikuuliza wewe umefanikiwaje, wewe una details za kutuambia. Kwa sababu ukituambia nimeenda venue nikasoma, nikarudi room nikasoma, ni sawa. Kuna mwenzako alienda venue akasoma, akarudi room akasoma tena. Ishi kwa malengo. Kwa hiyo kuna namna inabidi tuwe tuna utofauti kidogo, au namna ya kuwa na maelezo ya kutosha pale ambapo utahitajika kusema umefikaje hapa. Sasa tunaenda kujifunza siri. Tunasema siri ni tofauti na vile ambavyo tuna yani kinaweza kikawa kitu cha general, lakini kutokea pale kwenye general wewe una nini kutokea pale. Na ninazungumza haya ni wiki ya maadili, lakini natamani tukae tuwe flexible, tujifunze kutokana na msingi wa kimungu, kwa sababu ni moja. Sisi au viongozi tuna jukumu la kufuatilia. Yani alitoa ushauri huu mwenyekiti wa taifa kwamba anapokuja kufundisha mtu kwa mfano economic success, inabidi tu tunafuatilia, hata kama sio direct, tunafuatilia kutokana na economic success kwenye tawi langu au kwenye fellowship yangu, watu wangapi wanafanyia kazi kile ambacho kinafundishwa. Sasa wakati najaribu kulifikiria hilo ili kutekeleza hilo jukumu, ikawa ni ngumu kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Tunafundishwa economic success. Una economic success kwenye foundation gani? Ishi kwa malengo. Yaani kwenye foundation gani wewe? Mimi siwezi nikaja nikakwambia fanya kazi kwa bidii. Ufanye kazi kwa bidii kwenye nini? Kwa nani? Ishi kwa malengo. Kwa hiyo tunajifunza, nadhani hata namshukuru Mungu kwa hapa tumekuwa na huo mfululizo wa matukio. Watu wanashuhudia mambo ambayo yanafanyika tofauti na mambo ya roho. Mambo ya mwilini pia yanaanza kuimprove. Sio yana improve na tunaona. Lakini nimekuja kwa sababu gani? Kutengeneza link. Yaani tunapokuja kuzungumza mwilini au tunapokuja kuzungumza tofauti na mambo ya spiritual, tunajua foundation yetu ni moja. Ishi kwa malengo. Yaani hicho ndio nataka uondoke nacho. Yaani hata kama utatoka hapa, yaani iko hivi, Daudi ni mwanasiasa, Daudi ni mwanamuziki, Daudi ni kiongozi. Lakini hakuna sehemu alipoenda akasema mimi hapa sasa naingia kama mpiga kinanda tu. Au hakuna sehemu alipoenda hapa naingia sasa kama mwanasiasa peke yake. Lazima anajua ni mtumishi wa Mungu. Yaani hiyo ikae kichwani kwako. Kwa hiyo yote haya tunajifunza, wote tunaambiana, lengo ni kujua kwamba katika yote tunayofanya foundation yetu ni moja. Kwa hiyo nadhani mpaka hapo pia tuna kitu cha kuongeza. Tunaenda direct sasa. Tumesema ni siri za mafanikio. Tunaenda kugusa siri ya kwanza. Kwa kuna siri moja tutaichambua kwa namna ambayo utapata nafasi. Kwa hiyo tuwe flexible. Siri ya kwanza, ujue Mungu anataka nini. Katika zile siri za mafanikio, siri ya kwanza ujue Mungu anataka nini. Anasema ili kufanya jambo lolote kwa mafanikio ni lazima ujue Mungu ameandaa nini kwenye safari ya maisha yako au hatima yako kwa ujumla. Na ili kuhakikisha unapata mafanikio kwa halali na ya kudumu, sio unaanguka mara kwa mara. Yaani lazima nia yako ya ndani iendane na lengo la kufanikiwa kwako. Ishi kwa malengo. Yaani ujue Mungu anataka nini kwenye pale ulipo. Haka Mungu anamwambia Samueli, mimi naangalia moyo, kwa sababu Samueli alikuwa anaangalia nje. Kwa hiyo tunaposema Mungu ajue ujue Mungu anataka nini kwenye maisha yako, ni pamoja na output ya kile ambacho unakifanya. Ishi kwa malengo. Anasema katika principle ya kimungu, mafanikio sio kazi. Sisi tunakubaliana. Yaani
Kufanikiwa kwako au utajiri au kitu chochote sio kazi. Nishawahi kuzungumza kwamba utajiri ni agano. Nadhani hapo tumekubaliana mpaka hapo. Utajiri ni agano. Kinachotupa utajiri sisi ni agano. Tumefanikiwaje kwa agano? Yaani wewe unaweza ukawa unafanya kitu, lakini ukijua kuwa hicho ni cha kwako, kuna utofauti. Isaka alifanyaje? Anasema kwenye Mwanzo pale, na mwaka huo akavuna mara 100. Ishwa malengo. Kiprinciple ya kawaida kibiashara na kimacho yetu ya nyama, mara 100 ni ngumu kupata. Tunakubaliana? Yaani principle ya biashara na principle ya uchumi ni mara 2 imeexceed mara 3. Yaani fanya perfume moja ikakuzalisha perfume 9. Unagoma unakubali? Amekubali. Sasa principle ya kibinadamu au principle ya kibiashara ni mara 2 mara 3. Na hiyo imethibitika wapi? Kwa wale waliokuwa zile talanta, kwamba huyu mwenye 2 akaweka 4, mwenye 5 akaweka 10. Yaani kwa mara moja kwa mara 100 ni ngumu. Ni kwa sababu gani? Ni agano. Kuna flow of information ilikuwa inafuata nyuma ya Isaka. Kwa Yakobo ilitokeaje? Yakobo alikuwa anafanya kazi pasipo na kuzingatia mshahara. Ingekuwa ni mshahara, Yakobo ile kazi isingekuwa ya kwake au asingeiweza. Kwa sababu gani? Kila mara alikuwa anabadilishwa mshahara. Yaani mshahara alikuwa kwamba wenye madoadoa, sio kimeenda kimerudi. Yaani ingekuwa ni namna ya mwili na namna ya kawaida tunakufahamu. Pasipokuwa na agano, ile kazi kwa Yakobo ilikuwa ni ngumu. Ishwa malengo. Kwa hiyo tukishajua kwamba kufanikiwa ni agano, tunaweza tukabaki hapo ili tunapo mafanikio ni productivity. Yaani anachokiangalia Mungu kwako sio weki, ni productivity. Ishi kwa malengo. Tunasemaje productivity? Uzalishaji. Uzalishaji ni process, yaani unachokifikiri kabla ya kupata na unachokifikiri baada ya kupata. Yote hivyo Mungu anaviangalia. Kwa hiyo Mungu anataka nini? Sio tu ujue Mungu anataka nini kwenye ambacho unakifanya. Anataka nini pia kwake. Ishi kwa malengo. Anasema naye Mungu hujishughulisha sana na mambo yenu yote katika kuwapatia mema. Yaani hujishughulisha na mambo yenu yote, sio tu kwenye masomo, sio tu kwenye familia, na mambo yenu yote katika kuwapatia mema. Sasa ili ujishughulishe inabidi kuna namna. Mimi siwezi nikatumia nguvu zangu ambapo sioni output ya kwangu mimi. Ishi kwa malengo. Kwa hiyo ukishajua Mungu anataka nini kwa unachokifanya, kuna namna utapata startup au utapata kianzio kwenye kule unakoelekea. Nilitangulia kusema kwamba tunajifunza siri. Sio lazima anachokifanya mwenzako na wewe ukifanya. Tunaposema siri ni kutokea kwenye general way, kutokea pale wewe unajua nini kuanzia hapo. Ishi kwa malengo. Tutaenda tena pati ya pili au siri ya pili ni mtazamo. Mtazamo, yaani mtazamo wako wewe kwenye unachokifanya. Umekaaje kwenye kile ambacho unakifanya ambacho tunaamini kitakufanikisha. Kuna watu unakuta anasema anakuwa anazungumza anasema kwamba ofisini kwake inapaita mahali pa kutafutia riziki. Ishi kwa malengo. Sio kosa, ni mahali pa kutafutia riziki sawa. Lakini kumbuka riziki ni matumizi ya siku tu, yani au matumizi ya wiki. Yaani kitu ambacho utatumia kitaisha, utaendelea kuhitaji kingine. Kama anasema utupe leo riziki zetu za kila siku. Au unakuta mwingine anasema nafanya kazi mradi mkono uende kinywani. Ishi kwa malengo. Na mkono utaenda kinywani tu. Hakuna kitu kingine utapata kutokana na mkono kwenda kinywani. Kwa hiyo mtazamo wako kwenye kile unachokifanya. Na uzuri sisi Afrika, mkono kwenda kinywani ni kazi tu ndogo yani. Utaenda kinywani msibani, mkono utaenda kinywani. Mkono utaenda kinywani kwenye kipaimara, mkono utaenda kinywani. Umeenda huko umepita huko unakutana na kasherehe, umeenda umekaa, mkono unaenda kinywani. Kwa hiyo usiishie hapo. Mtazamo wako kwenye unachokifanya usiishie hapo. Kama unafanya kazi, uamini kwamba katika hichi ninachokifanya, unasema unapofanya extra na Mungu anafanya extra kwako. Ishi kwa malengo. Sasa iko hivi, Elia sio kibuguzo, nabii Elia alijua kwamba Mungu ni Mungu wa sifa na anapenda sifa. Sijui kama hivyo unaelewa. Natamani tutumie misemo ambayo tutaelewana vizuri. Alijua kwamba Mungu anapenda sifa. Na baada ya kujua Mungu anapenda sifa, alichokifanya, sijafuatilia sana, huenda kutakuwa kuna watu wana details za kutosha. Ile statement kwamba mwageni maji mpipa manne, panga nini, chimba mifereji. Yaani alijua kabisa output kitakachokuja kutokea hapo, huyu mwamba atawashangaza. Ishi kwa malengo. Kwa hiyo
alijua anayemfanyia kazi anapenda sifa na ni mtu wa sifa. Mwamba alipokaa juu akasema, umenimwagia maji mapipa 4, naona maji mengine yamepichuzika ile kule, mengine ile kule. Hapa naanzia wapi hapa? Hapa ndo tutapa kuanzia. Alishuka akala moto, akala sadaka, akala maji, akala mawe, hizo ni sifa, ishi kwa malengo. Ni kwa sababu alijua Mungu anapenda sifa. Kwa hiyo alifanya extra kwa Mungu na Mungu akafanya extra kwake. What if wasingeshuka? Au utaki kufikiria watu wa injili tunakosea maandiko. Lakini sio kwamba asingeshuka, lazima tu angeshuka. Lakini point ni kwamba Elia alifanya extra kwa Mungu na Mungu akafanya extra kwake. Kwa hiyo the more unafanya extra kwa Mungu au the more unafikiria kile kitu ulichonacho zaidi unapokuona. Kwa mfano mimi na muda nikikaa kwanza pale ofisini kwangu, Samuel anakufahamu. Ofisini kwangu pale Dr. S36 ni ofisini kwangu. Nikikaga pale unacheki sioni room, mimi naona niko ofisini. Sio mbaya, mimi sina enclosure full. Na enclosure tu nusu nimekata. Ishi kwa malengo. Yaani enclosure yangu naambia tu kweli, haijafunika kitanda, imefunika tu pale sehemu ya pale tunapokaa chini kwenye meza pale imefunika. Sehemu tu ya ofisi safi kabisa. Kwa hiyo nimetenga kwa ofisi pale. Kwa hiyo nikikaa pale, chochote ninachokifanya naamini niko ofisini. Ishi kwa malengo. Yes, wewe. Kwa hiyo chochote ninachokifanya naamini niko ofisini. Sasa anapozungumza mwenyekiti pale uone screen. Sio kwamba ameelewa, msema wale mama ambao walishukiwa wakaanza kuongea lugha za ajabu. Ni mtazamo wako, unaona nini? Ishi kwa malengo. Ninapokuambia mimi naona niko ofisini, sio kwamba najitoa fahamu, najitoa akili. Anasema unapoishia yeye ndipo anaanzia. Ishi kwa malengo. Kwa hiyo ukiishia Samuel nikimwangalia tunaona kubeti. Kwa hiyo ukiishia hapa ataanzia hapa. Ila mimi nitakayeishia pale ataanzia pale pale. Ishi kwa malengo. Kwa hiyo usijilimit. Yaani wewe usitengenezee mazingira ya kuwa usijilimit kabisa. Yaani tunaposema mtazamo, tafuta namna ya kujiona mkubwa. Kuna siku moja mwenyekiti alikuwa anazungumza masuala ya tuombee mambo ya baadaye. Akasema tunaombea kufunguka kwa mipaka. Hata kama huoni PhD, iombee PhD. Sasa umeona? Yaani usijilimit. Kwani ukiwa hujataka kuwa na PhD ikaja, utavunjika mguu. Si ni kwa utukufu wa Mungu. Yaani usijilimit. Sawa, na wale watu wa smart sijui nini ni sawa, fuata hivyo vyote. Make sure vina align huko. Lakini pia usijilimit kwa sababu Mungu anafanya pale ambapo wewe unaweza ukazania afanye, unaweza kunafanya. Tunaposema tunazungumza baadaye, yani alipozungumza mtumishi wa Mungu Gideon kwenye swala zima la imani. Imani ni jambo fulani ambalo linahitaji sana connection yako wewe na kile unachokiamini. Ishi kwa malengo. Tunaweza tusikuelewe lakini wewe unajua nini unafanya. Kwa hiyo tayari katika kuzungumzia mtazamo, yani unaona nini? Tukikwambia leo unafanya hichi kitu ukatuambia baada ya muda fulani ninafikiri au ninaona nitakuwa somewhere. Hiyo ni wewe umeona hivyo. Na inabidi usimame hapo. Sasa unapokuwa unajilimit kwa kuona, mimi nimesema niko ofisini pale. Nimeweka kuna picha kadhaa, nimeweka pale face of fear nikiangaliaga, najitia moyo kwamba ni imani kwanza kuliko uoga. Ishi kwa malengo. Nimeweka pale picha kuna kalenda inanisaidia nikiwa na design poster nachungulia tu hivi. Naandika pale poster yangu inaondoka. Ni ofisini kwangu nimeweka hivyo na nakiamini hicho sio mwisho pale. Baada hapo nitakuwa na ofisi kubwa. Sema amen. Sasa tumezungumzia mtazamo. Tumeanza na ujue Mungu anataka nini, alafu kuna mtazamo. Mtazamo wako ukishakaa sawa sasa. Tunakuja na pati nyingine ya unyenyekevu. Yaani umeshajua Mungu anataka nini. Mtazamo wako ni mkubwa sawa. Tunarudi sasa wewe mwenyewe, tunakuhusisha wewe mwenyewe binafsi. Tunasema unyenyekevu. Yaani maana nyingine ya unyenyekevu ni mwenye nguvu kuidhibiti nguvu yake. Ishi kwa malengo. Tofauti na hizo ambazo unazijua sijakataa na uko sawa na ni sahihi kabisa. Lakini maana nyingine ambayo unaweza kuondokana ni kwamba mwenye nguvu kuidhibiti nguvu yake. Hii ni kwa sababu gani? Kuna scenario moja kwenye kitabu cha Mathayo aliandika kumtaja yule mwamba lakini ni Petro. Ishi kwa malengo. Anasema natazama mmoja wao waliokuwa pamoja na Yesu akanyosha mkono wake akaufuta upanga wake akampiga mtumwa wa kuhani mkuu akamkata masikio. Ni Mathayo 25:50 mpaka Mathayo 26:50 pale.
mpaka 54. Sasa mwenye nguvu kudhibiti nguvu yake imekuja wapi? Imekuja hapa. Anasema ama wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsii baba yangu naye ataniletea sasa hivi zaidi ya majeshi 12 ya malaika. Yaani anajua hizi kitu tunakiweza. Ishi kwa malengo. Hii scenario imetokea wakati ule wanaenda kukamatwa Yesu. Yuda alipokea kibunda, akajiamulia mambo, akawachukua wale watu wakaenda kumkamata Yesu. Anasema amsaliti kwa kumbusu, alafu yeye akajikataa. Sasa tunakuja kuipata hiyo wapi? Anasema ama amjui mimi siwezi kumwamuru baba yangu akaniletea majeshi 12. Yaani anachokifanya pale kwamba hichi mnachokiona nyie mimi nakiweza, lakini tu nimedhibiti nguvu yangu. Ni kwa sababu gani? Anajua nini anatakiwa kufanya. Yaani uwezekano huo ulikuwepo kabisa. Ishi kwa malengo. Kuna sehemu moja nilisoma, sikumbuki ni wapi, lakini kuna sehemu malaika alipiga wanajeshi, malaika wawili walitembeza jeshi kama watu 1000 ngapi. Yaani najaribu kukupa mtazamo wa vitu vya kimungu vinavyokuwa. Yaani anachokizungumza Yesu ni sahihi kabisa. Sio kwamba alikosea. Anachokizungumza ni nakielewa na yuko sawa. Kwamba ni jeshi tu, majeshi 12 kwa wale watu pale, ilikuwa ni swala la kuishia hapo hapo. Sasa kwa nini kunyenyekea? Labda tunaweza tukaona. Kwa nini kunyenyekea? Nasema kunyenyekea hufanya mtu aendelee kujifunza. Yaani wewe muda wote unajiona mimi bado sijafika. Muda wote unajiona mimi bado sijafika na nahitaji kufika mahali. Kwa hiyo inasaidia katika safari yako ya mafanikio. Na tunapozungumzia mafanikio sio kitendo cha leo na kesho, ni a process na ni muda mrefu. Kwa hiyo inahitaji utulivu, lakini pia inahitaji uwe na guidelines. Tunapozungumzia mafanikio hapa nipo mbele ya madhabahu, nataka nikupe ni mafanikio real au mafanikio halisi, yaani mafanikio ya kimungu na ya msingi ambayo tunahakikisha baada ya kutoka hapa. Mimi nikija sasa nikakuuliza mwanachama wangu, jana tumefundishwa strategic plan. Umeweka strategy gani? Naamini utakuwa unajua una plani wapi, una plani nini na una plani kwa nani. Ishi kwa malengo. Kwa hiyo kumfanya mtu aendelee kujifunza, lakini pia kujenga mahusiano mazuri. Kwa sababu gani? Watu hupenda kumfanya kazi na mtu anayethamini wengine. Ishi kwa malengo. Watu hupenda kufanya kazi na mtu anayethamini wengine. Mtu akishajua huyu nikimhitaji kwa muda fulani akuwepo, huyu nikimpa kazi yangu anafanya ndani ya muda fulani, huo ni unyenyekevu. Na hiyo inakusaidia kwa sababu sisi tunafanikiwa sio kwa sababu tuko tu, ni kwa sababu kuna watu wanatuzunguka, wale pia wanahusika kwenye mafanikio yetu. Ishi kwa malengo. Lakini pia uzuia kiburi kinachoweza kuharibu mafanikio. Yaani unaponyenyekea unakuwa unajiona wewe bado hujafika, lakini pia ni mdogo kuliko wengine. Kwa hiyo kwa chochote kile ambacho kinatokea, huwezi kuwa na mentality kwamba, na tunachozungumza hapa mara nyingi kinakuwa ni, tunaweza kusema ni vitu vya kufikirika. Yaani tunapokuambia siri za mafanikio ni kwa sababu tunatamani wewe ufike somewhere. Kwa hiyo kama unatamani ufike somewhere, ukishajiona mimi niko pale, kwa hiyo kuna namna, kuna watu tutakuwa unawaandamana au unaona kuna vitu tutakuwa unaviona ni vya kawaida kwako vitakusaidia. Lakini kwa sababu tunaamini ni watu tuliokuwa tunapenda Mungu na tunaamini pia katika kila ambacho tunakifanya, unyenyekevu lazima uhusike. Ishi kwa malengo. Kwa hiyo kumfanya mtu au kiongozi bora. Kwa sababu gani? Viongozi bora na wakubwa wanaheshimu watu wao. Yaani kiongozi bora na kiongozi mkubwa anaheshimu watu wanaoongoza. Hiyo ndio ni miongoni mwa parts za unyenyekevu. Kwa hiyo kwa nukta hiyo tunasema kwamba unyenyekevu, kama tunaweza kusema maana nyingine, ni mtu kuizuia nguvu yake ya ndani. Kwa hiyo unaweza ukawa unajua kabisa hichi kitu naweza nikafanya na hamna anayenitisha na hamna cha kunifanya, lakini kwa sababu unajua nini unataka na wapi unaenda, kuna namna inabidi uwe umetulia au kama kwa ajili ya kuhakikisha kile ambacho unakifikia kinafanikiwa kama vile ambavyo ulihitaji au ulipanga. Ishi kwa malengo. Na siri ya 4 nasema ni kushinda roho ya hofu na kukata tamaa. Kuishinda roho ya hofu na kukata tamaa. Tunazungumza vitu vingi, yani nisingependa kuwa na vitu vya kufikirika. Yani tunaashumu kwenye mafanikio hakunaga kurudi nyuma, hakunaga kukata tamaa, au hakunaga kuogopa. Hapa ndio tunadanganyana. Nasema jambo lolote linalopitiliza kwa kawaida kutokana na kujirudia kwake linakuwa roho. Ishi kwa malengo. Yani jambo linaweza likawa ni la kawaida kwa wengine, lakini kwako likawa ni roho. Naweza nikasemaje? Hapa natafuta neno mwezi. Sisi tunaweza tukawa tunalala, lakini Martha akawa na roho ya usingizi. Ishi kwa malengo. Yaani kuna vitu ambavyo wengine wanafanya ni vya kawaida, lakini kwako kikawa kimeexceed. Unasema jambo lolote linapopitiza kwa kawaida inakuwa ni roho. Na roho
inapo take over kama tu si roho ya kimungu, na roho ya kimungu haiwezi kuhusika kwenye mambo ya kukata tamaa na kurudi nyuma. Kwa hiyo ni roho ya gizani. Sasa tunasemaje? Kwa nini kuishinda roho ya kuchoka na kukata tamaa? Hii scenario tunaitoa kwenye scenario ya Elia. Pale kwa Elia nitasoma nikapata taarifa kidogo. Anasema basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyofanya Elia na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampeleka Elia mjumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho kanapo wakati huu kama roho ya mmoja wapo wa hao. Naye alipoona hayo aliondoka akaenda akahifadhi roho yake katika Beersheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jambo mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe, akasema yatosha sasa. Bwana, uiondoe roho yangu kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyosha akalala chini ya mretemu, na tazama malaika akamgusa kumwambia, inuka ule. Akatazama kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake, akala akanywa, akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili akamgusa akasema, inuka ule, maana safari hii kubwa mno kwako. Akainuka akala akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu mlima wa Mungu. Yesu kwa malengo. Tumezungumzia scenario kwa sababu gani? Tunazungumzia roho ya kuchoka na kukata tamaa. Tunasema ni roho. Kwa haraka hapa tunaweza tukaona ni kwamba haya maneno ya Yezebeli yalikuja na roho pia. Yesu kwa malengo. Yaani sio tu maneno, ni maneno yaliyokuja na roho. Na alivyokuja na roho yalimpata kitu kwa Elia. Hii inatokea wapi? Kuna namna ya kuovercome roho kama hizi au maneno kutoka kwa watu. Nataka nizungumze siku ambayo mtumishi anazungumzia swala zima la alikuwa anazungumzia comfort zone. Yaani mtu anaweza akwambia kitu kikawa kwenye comfort zone hapa. Ishi kwa malengo. Sasa hii imetokea wapi? Tunaweza tukatoa scenario nyingine kwa Ezekia. Ezekia aliambiwa na Isaya, si ndio? Aliambiwa kwamba tengeneza mambo ya nyumba yako. Sasa mimi na translate hiki kiduniani sasa hivi. Anakuja bodi, wewe bwana wewe, umeshachoma kazi. Yaani unajua kuna namna Ezekia aliishiwa nguvu. Ishi kwa malengo. Kwamba tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utaishi bali utakufa. Na Isaya anayesemwa hapa ni Isaya yule ambaye alitabiri kuja kwa Yesu miaka 700. Yaani ni nabii ambaye ni senior prophet, tunaweza tukasema. Anaga kuna kona, yaani akisema ni moja ni moja, ni mbili ni mbili. Sasa kwa akili ya kawaida ilikuwa ni jambo fupi sana kwa Ezekia kubaki kwenye comfort zone, kuanza kutengeneza kweli mambo ya nyumba yake. Isho mlemo kwamba anafikiria hapa, huyu nitampa ng'ombe 5, mwingine anachukua mbuzi 12, anagawa na mali kabisa. Lakini alichofanya Ezekia, alijua Mungu binafsi, yaani alimjua Mungu kibinafsi, tofauti na ambao tunamjua. Kwa sababu gani? Kitendo cha yeye kurudi kwa Mungu, kuna namna tunaweza kusema kuna namna hapana bwana, hii kitu alipo hii yeye inakaa yanyoka, akarudi yeye. Kwa sababu gani? Alimjua Mungu wake kibinafsi. Sasa maneno ya Yezebeli yalikuwa yana roho. Kitendo cha Elia kuambiwa hivi, tunaona kabisa na Elia alichoka. Alipata hiyo roho nasema ya hofu na kukata tamaa. Alijiona hapa chini anakuja anasema mimi si mwema, yani anasema mimi si mwema kwa baba zangu. Kwa hiyo Elia anasema mimi mwema basi. Ishi kwa mlengo. Kwa hiyo anajiuliza mimi mwema basi ni kwa sababu gani? Maneno aliyoambiwa sio tu ya kawaida, ni kwamba yalikuwa yana roho ndani yake, ambayo kimsingi na kwa akili ya kawaida ni ngumu kwa mtu mzito kama Elia. Na yeye kitu kingine nimekipata uzuri ninaposoma na napoendelea kulitry, nazidi kupata vitu hapa. Yaani ile ni kitu tu mnyonge. Ishi kwa malengo. Yaani roho ya kuchoka na kukata tamaa ni kitu tu mnyonge. Elia sio kwamba ni mnyonge kiasi hicho au kwamba ni mtu ambaye ni legelege. Ni nabii mzito na ni miongoni mwa watu ambao wana historia zao zimenyoka. Lakini ilifika muda alikata tamaa na alikimbia. Yaani unajua alikimbia kwenda kujificha. Ishi kwa malengo. Sasa kwa nini kuishinda hiyo roho ya kukata tamaa? Kuishinda roho ya hofu na kuchoka na kukata tamaa. Anasema kwamba hofu huzuia watu kuanza. Yaani unapokuwa na hofu unaweza ukawa unajikuta unatamani kufanya kitu fulani, lakini kuna kitu kinakushika, unashindwa kuanza au unashindwa kuimplement kile ambacho ulikuwa nacho. Lakini pia kukata tamaa huwafanya wengi waishie njiani. Kama mtu anafika sehemu anaona sasa mimi nilipofika kama hawa wamefikia pale, anasema ndio maana alisema mimi si mwema kuliko baba zangu. Yaani kuna namna leo sasa mimi hii safari yangu inatosha. Lakini pia huongeza mental strength au nguvu ya akili.
Ukishinda roho ya hofu na kukata tamaa, kwa sababu kuna watu tunaamini mpaka leo wamesimama hapa ni kwa sababu ya vikwazo walivyopita navyo nyuma. Ishi kwa leo. Wanazungumza watu kadhaa hapa wanasema kwamba advance walikuwa wanafeli waelewe. Kwa hiyo mtu kama huyu leo akija akapata 15, akapata test 1 6, imani yake ya kupata test 2 hizo baki na akafanya miwili kubwa kuliko yule ambaye maisha yako yalikuwa smooth tu na hiyo. Yaani advance sio kwamba naamini kuna watu walipita smooth, ila miongoni mwetu wengi mimi nilikuwa na fail mpaka nikaomba toba, yaani sijui na hicho kwa malengo. Yaani sijui kama unanielewa. Yaani kuna namna unaona kabisa hapa nilikosea, lazima tu kuna sehemu nimezingua. Kwa hiyo unarudi unaanza kufikiria. Kuna mama alikuwa anakalia nyumba fulani. Sio mchawi yule. Hicho kwa malengo. Yaani kuna namna unaona kabisa hivi vinavyoendelea si vitu vya kawaida. Yaani unaona kabisa hapa kuna mkono wa mtu. Lakini pamoja na hayo yote, ndio yale alizungumza baba Eliskati hapa. Unajipapatua ukirudi kati, unarudi pale pale. Sasa hii inatokea, ndio maana nasemaje? Nimezungumzia kwa nini kuishinda hilo, kusaidia mtu kuona failures kama reason, kama lessons. Yaani kufeli kwako inakuwa ni kama changamoto yako ya kujifunza. Yaani ile mental strength inapotengenezwa, kuna mambo utakutana nayo ni magumu au ni mepesi zaidi uliyokutana nayo kwa sababu tu ulipita pale. Sasa tunapokuja madhabahuni tunasema kwenye lile ulifanya Bwana, na mimi hata hili utafanya. Usifanye kwa sababu wanafanyaga wenzako. Ishi kwa malengo. Yaani usiseme kwa sababu wanafanyaga wenzako. Fanya ulikuwa unamaanisha. Yaani kila siku tena nazungumza hapo, umekuja ibadani wewe na Mungu wako. Yaani kuwa serious na kile ambacho unakifanya. Mimi naamini kuna namna transformation inafanyika mahali hapa tu. Ni kutokana na kile ambacho tunakipokea, lakini pia kuna neema imeachiliwa inazunguka. Sasa ukishindwa kuitumia vizuri, ndio maana kila siku tunaambiwa utapishana na hizi baraka, utatoka. Kimsingi mimi ni miongoni mwa watu ambao nikikaa nyumbani sana natamani kurudi chuoni. Ishi kwa malengo. Msifanye niko serious kwamba mkienda nyumbani mnakuwa semina wiki miezi yote mnaokuwa hapa. Hapana. Mimi nikitoka tu likizo nikienda Chamwino pale Ijumaa, Jumamosi. Nikifika Jumamosi mchana naanza kuambia Jumapili narudi chuoni. Jumapili narudi chuoni, nene siku moja tu uweze sio dhambi hizi. Sio unajua hata siku moja kumisi ibada sio dhambi. Lakini naambia mimi siendi tu kwa sababu ya ibada. Yaani naenda na kuna wingu, yaani unajua kuna wingu kiingie hivi kwanza. Kama umevuka pazia fulani hivi unaingia. Unaacha yote. Kuna namna unaweza kutoka. Kuna kipindi mambo yalikuwa hayaendi. Yaani ni juzi tu hapa, sio muda sana. Unatoka huko nimepanda Cosweki haijapanda, umerudishiwa. Kwa hiyo ipande hujaiona, umerudishiwa, unaona kabisa hii namba hata mdogo wangu ambaye anaweza kuzunguka, anaweza kuisoma. Ishi kwa malengo. Yaani unajua kuna namba unapata ambao unasema hii mtoto wa miaka 2 anaweza akasema hii ni 6. Ishi kwa malengo. Yaani ni namna ambayo haielezeki, unajifikiria. Yaani unajiona hadi aibu. Ukitengana muda huo umevaa na umependeza. Hivi kweli nimevaa na 6 mkononi. Unatoka kule unakuja ibadani. Ukikaa ibadani unaanza unafumba macho na kuabudu mtumishi wa Mungu na profesari. Akianza kuzungumzia unamfumbua macho. Au jamaa anaangalia hivi, yaani unahisi kama anakuona, yaani amekuja. Bwana anasema, unasema anakufuata. Lakini ni kwa sababu kuna atmosphere inakuwa inatembea, yaani tunakuja kuhudumiwa ibadani. Kwa hiyo ukishajua kama ni mahali ambapo unakuja kuhudumiwa, kuna namna seriousness inaongezeka. Kwa hiyo mimi nikakaa nyumbani muda mwingine naona tu ni bora nije nikae chuoni, nikutane na watu ambao tunaelewana, lakini pia kuna vitu tunazidi kuzipata. Sasa utajuaje umevamiwa na roho ya kuchoka na kukata tamaa? Utajuaje umevamiwa na roho ya kuchoka na kukata tamaa? Na nakumbuka juzi sijui jana Benedetta aliniambia kitu fulani, nikamwambia wewe una roho ya kuchoka na kukata tamaa. Akakiri anasema kweli mimi ninayo. Ishi kwa malengo. Ni maana nimseme nisije nikasahau. Kwa hiyo naamini utapona kutoka hapa. Amen. Utajuaje umevamiwa na roho ya kuchoka na kukata tamaa? Kujitamkia unyonge. Ishi kwa malengo. Anajitamkia unyonge. Elia pale mstari wa 4 anasema, lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jambo mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afya, akasema, yatosha sasa. Bwana, uiondoe roho yangu kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Yaani unajiona sasa wewe tayari hauna tena ulichobakiza. Unajitamkia unyonge. Lakini pia jambo linakuja kwa unyonge. Hiyo ni sababu nyingine ya pili. Jambo linakuja kwa unyonge. Yaani unapotaka kufanya kitu unaanza kuwa na doubts. Nitaweza kweli? Nitafanyaje kweli? Nitafanya kweli? Itakuwaje? Yaani unakuwa na maswali kama haya. Kwa hiyo ukishaona hizo dalili kama hizo,
ujue tu hapo kuna roho ya kuchoka na kukata tamaa inakuja. Kwa sababu gani? Implementation ya kitu chochote ambacho kinakuhitaji wewe mwenyewe kuwa na doubts nyingi sio hali ya kawaida. Ishi kwa malengo. Yaani unapokuwa na doubts nyingi kwenye kitu ambacho kinakuhitaji wewe na kina faida kwako, unapoanza kusema itakuwaje, nitafanyaje, ninaanzia wapi? Ndio sio mbaya kuwa na mimi tunaelewa. Yaani sio mbaya kuwa na strategies za kuanza na kufika unapotaka kwenda. Lakini kuna ile hali tu inatokea kwamba unakuwa ni hofu, yaani uelewi au muda mwingine hata tunasema resources zote unazo lakini bado unajifikiria itakuwaje. Sasa kabla sijafika mbali nimepata kitu. Kuna ile ninasema Yezebeli kumwambia ile haya maneno yalikuja na roho ya hofu na kukata tamaa. Sasa kuna mtu mwingine au hata ni ndugu zetu tunao anachokiamini kichwani kwake yeye kwamba kuna baadhi ya gari hawezi kununua kwa sababu zinakula mafuta. Hicho kwa malengo. Ni kwa sababu tu aliambiwa wewe ukiwa na tusiende huko kwenye mavieti, najua wengi bado unaweza mkaseni tunajiinua. Tutumie tu gari za kawaida. Gari tu za kawaida. Sasa wewe unazungumza Estindo ambayo watu tuko comfortable nayo, tunaamini haili mafuta. Sisi tunaamini kuna gari inakunywa supu. Gari zote zinakunywa mafuta. Ni kwa sababu gani? Unachokisikia mara ya kwanza kinaweza kikakutika ukabaki hapo hapo. Sasa unapoambiwa mtu mwenzako amenunua, una gari zimepotea RAV4 ni gari tu ya kawaida, lakini kimsingi mafuta yanahitaji kunywa. Sasa mtu akikwambia yaani kwa level yako wewe sasa hivi umemaliza chuo na Sankara, wewe muingia mtaani mwako wa kwanza tu, wewe chukua tu IST, hiyo utaenjoy life. Maana kwamba Tanga Mwanza mafuta 50,000 ni sawa na ni real kabisa, tunakubaliana hiyo. Lakini ukibaki kwenye hiyo mentality kwamba kuna baadhi ya gari siwezi kutumia kwa sababu zinakula mafuta, tunasema hiyo roho maneno yameingia na roho ambayo itakuweka uwe fixed. Unabaki kwenye comfort zone ambayo alizungumza Madam Sharon juzi. Kwa hiyo ukishajua kwamba gari zote zinakunywa mafuta, wewe itakiwa kuja mbele yako ingia, kwa sababu hela tunatumia hela za kuja. Ishi kwa malengo. Hela haijawahi kutosha na hela haijawahi kukamilika. Ishi kwa malengo tena. Na maisha pia sio magumu. Si ndio Samuel? Maisha sio magumu. Ishi kwa malengo. Nimemwachia kijana wangu wa msemo. Tukiwa pale tunakaa mkapa, tuko pale tunakaa mkapa. Mimi nimegeukia huko, nimegeukia huko. Anajiuliza maswali hapo anasema, "Ila maisha sio magumu." Si ndio? Nasema, maisha sio magumu. Ishi kwa malengo. Kwa hiyo ukishajua kuna vitu inabidi uishi navyo vinazunguka kichwani, yaani lakini impact. Kwa hiyo tumeshasema jambo linakuja kwa unyonge, lakini pia kujitenga mbali na watu wako wa karibu ambao mlikuwa mnafanya kazi pamoja. Huyu Elia kuna mahali alifika akawaacha msaidizi wake huko akaendelea peke yake. Sasa hiyo nayo inakuwa ni changamoto. Yesu mwenyewe pale kuna mahali alienda aliwaacha Petro na Yohana akaenda peke yake. Wanasema akasogea mwendo wa kutupa jiwe. Sasa watu wanaosoma Wakorintho 3 watakuwa wameshafuatilia maana yake. Wengi tunaishia Wakorintho wa kwanza na wa pili, kuna watu wanasema Wakorintho 3 ishi kwa malengo. Hiyo ndio vitu vyao wanavyodili navyo hivyo. Ishi kwa malengo tena. Kwa hiyo akasogea mwendo wa kutupa jiwe, akaenda pale. Ni shoti ni kwenye piki ambayo Yesu naye alikuwa amechoka kiasi kwamba hakuwa anahitaji, tunaweza kusema disturbance yoyote ile, yani kuna mtu unaweza kumfuata ambaye ulikuwa unashirikiana naye mara nyingi au ukaona hana chochote tena anachokusaidia. Kwa hiyo ukishaanza kujiona wewe ulikuwa kila siku jioni kuna mtu wako anaendelea ujasi, ghafla unaanza tu kujisikia kwenda peke yako. Kaa chini jifikirie, utakuwa na roho ya kuchoka na kupata tamaa. Ishi kwa malengo. Yaani watu ambao unashirikiana nao unafanya nao kazi pamoja, tunatoka ibadani tunakushtua. Twende ibadani. Ghafla tu mtu aonekane ibadani. Na alikuwa anakuja na nani? Na fulani. Fulani anakuja yule mtu haje. Tukija tukimtafutia sababu, anaweza asiwe nayo sababu ya msingi. Lakini kuna namna anakuwa ameshaanza kuwa anarudi nyuma au ameanza kuchoka. Sasa tunapozungumzia roho sio kama tu kuchoka kwa kawaida. Yaani hivi kuchoka kupo na kukata tamaa kupo, lakini inabidi wewe unajua kwamba hauruhusiwi kufanya hivi. Ishi kwa malengo. Yaani kukata tamaa na kuchoka kupo kama kawaida, na ni maisha yetu ya kila siku. Yaani ngoja niachane nayo kwanza. Nasema jambo lenye ukawaida halitakuwa na vipingamizi. Kuambia watu unayopitia ili likiwa la roho nyuma yako tuone kama watu jambo lenye ukawaida halitakuwa na vipingamizi. Kuambia watu unapitia, yani kama wewe unachoka kawaida, kama unachoka kutoka vile umechoka, leo nimechoka, hiyo ni kawaida. Yani unaweza tukamshirikisha mtu.
Ila ukiona kuna vitu unapitia alafu unakuwa mzito kuwashirikisha watu, shtuka, ishi kwa malengo. Hapo utakuwa kuna namna. Yaani kwa hivi, kukata tamaa kupo, lakini sio lazima na hautakiwi kukata tamaa. Pale kwenye Zaburi Daudi anaandika, anasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa, maana Bwana ni ngome yangu na nini. Yaani kwanza alichokitanguliza nijapopita. Sio nijakwenda kulala, ishi kwa malengo. Kwenye bonde la uvuli wa mauti nijapopita, yani kwanza hiyo ndio ushindi wa kwanza leo utangaza hapo. Alafu sitaogopa ni kwa sababu mimi sio kukaa pale. Kwa hiyo kwa akili ya kawaida Daudi hawezi kwenda na shangazi kaja kwenye bonde la uvuli wa mauti. Kama nitakuwa nabadilisha nguo au na jiko la gesi, ishi kwa malengo. Kama nitakuwa nikienda kwenye bonde la uvuli wa mauti napika kidogo, baada ya siku 3 naenda kushangaa huko kidogo, naenda nabadilisha nguo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo, lakini hutakiwi kuviwekea mentality kwamba vinakuhusu wewe. Kwa hiyo ni vitu vya kupita. Sasa ukibaki nayo hiyo kichwani pia itakusaidia ishi kwa malengo. Lakini pia mara nyingi wakati ambao kuna promotion ya Mungu kwenye roho, kwenye maisha yako, ndipo adui anainua ukata tamaa. Yaani ule muda ambao kuna kitu cha kimungu kinaachiliwa au kuna hatua fulani unabidi uvuke, ndio adui anainua roho ya kukata tamaa na kurudi nyuma. Kwa sababu gani? Anaamini ukivuka tu pale unashinda, ishi kwa malengo. Yaani anaamini tu baada ya pale unaweza kupata tena. Kwa hiyo mara nyingi unapoona kuna hali ambayo haieleweki, jua tu wewe mwenyewe jifanyia assessment kwamba kuna sehemu nilikuwa nataka kufika. Sasa utakuta umeweka sehemu ndogo sana, alafu ndio unaanza kuchoka na kukata tamaa. Na njia nyingine ya mwisho ni matumizi sahihi ya hekima. Namalizia katibu never Ibrahim au unachana karatasi kwa sauti nikusikie. Njia nyingine ya mwisho ni matumizi sahihi ya hekima. Kwa nini matumizi sahihi ya hekima? Nimeandika hapa, hekima ni uwezo wa kujua nini cha kupoteza ili upate nini. Unaweza kuwa na maana zako sio kwamba ni mbaya au hazitumiki. Lakini kutokana na ninachokisema hapa, hekima ni uwezo wa kujua nini cha kufanya ili upate nini. Sasa nini kifanyike wakati gani na kwa nini? Hiyo pia ni hekima. Kuna kushindwa pambano alafu ukashinda vita. Ishi kwa malengo. Si vitu hapa. Unaweza ukashindwa pambano alafu ukashinda vita. Hiyo nayo ni hekima. Hii tunaipata wapi? Yesu mara nyingine tena, kimsingi wale jamaa wakati wanamkamata, wanamtesa, wanafanya nini? Pale Yesu alikushinda. Ishi kwa malengo. Tunakubaliana. Lakini alikuja kushinda vita kwa sababu yeye alifufuka. Kwa hiyo kuna kushindwa pambano lakini ukashinda vita. Hii inatokea mara nyingine kwa ndugu zetu hao, kina dada au kina mama. Ameamka asubuhi na scroll, anakutana na mwenzao na washauri TikTok, mwanamke jipambanie, mwanamke fanya hivi, fanya vile. Anarudi nyumbani, mume wake anakuja, anamjia juu, anafanya nini? Mwamba hana shida, anaanza tu akajiamulia tu kwa nayo safari njema, anaanza kulia. Mbona yule aliniambia nifanye hivi na hivi na hivi nitafanikiwa? Kumbe muda huo anayemwambia hivyo, yeye akirudi nyumbani kwake, mume wake akija anampokea kwa magoti. Hapo akitoka hapo, sijui kama umeelewa yani. Yaani unajaribu kurejesha vitu, anampokea kwa magoti. Sasa sisi kwetu kule wanaitaka maji ya bafuni kama chai yani. Viungo vya ambapo wewe unanywea chai, mwenzako ndo anamwekea mume wake akaoge. Alafu wewe mume wako unamchapa maji ya baridi. Wewe tena akija unaanza kumkandia juu. Kumbe mwenzako ameshafanya majukumu yake ya familia, amekaa kwenye kiti chake, ameweka kasimu, anajirekodi. Mwanamke, haiwezekani. Unapewa 10,000 kwa siku, utakula nini? Wewe ni ndefu hiyo, ishi kwa malengo. Sasa yeye tunakuta yeye anataka aishi kama anavyoishi yule. Ndio maana nasemaje? Basi tufanye hivi. Sawa, wanaume kuna namna tunakosea sisi wakina baba. Wa baba wewe. Tuseme kuna namna tunakosea, tumekosea. Ukajua tumekosea, ukanyamaza, ukatengeneza yakapita. Ndio maana nasema kuna kushindwa pambano lakini ukashinda vita. Kwa hiyo vita iliibuka pale ni kwamba wewe kuna namna unatafutiwa utoke pale ambapo upo. Sasa ukishindwa kukaa hapo, kuna namna utaanza kutafuta kulaumu ukakosa. Kwa hiyo ukumbuke, yaani wakati unatembea ukumbuke, hata kama kuna mtu amekuja na unamweza kabisa, unajua huyu nikimweka mikono miwili mitatu hana cha kufanya. Lakini ukumbuke kuna kushindwa pambano lakini ukashindwa vita. Sasa hizo nazo ni hekima, ndio nasema ni matumizi sahihi. Kwa hiyo unaweza ukaona lakini usitumie sawa sawa na inavyotakiwa kutumika au usitumie sahihi. Kwa hiyo ukifahamu kuwa kuna namna inabidi utumie hekima yako kwa usahihi, inakuwa sio shida. Sasa kwa kumalizia tu, safari ya mafanikio sio kitendo cha muda mfupi. Kwa hiyo kuna mambo ya kunyamaza ili ufikie lengo. Ishi kwa malengo.
wanasema matumizi sahihi ya hekima. Kwa hiyo kuna mambo kama unaona hayana ulazima wa wewe kuhangaika nayo kwa wakati uliopo, unaweza tu ukaacha yakapita, kwa sababu unajua wapi unaenda, na huku tumeshajua, tumeshaanza toka mwanzo. Umejua Mungu anataka nini, umejua mtazamo wako ni wapi, umeshinda, umejitahidi kuwa mnyenyekevu, mtu wa Mungu, umesogea mpaka kwenye swala zima la kushinda wewe au unakata tamaa. Lakini ukishindwa kutumia hekima kwa matumizi sahihi, inaweza ikakurudisha nyuma na yote yakawa hayana mambo au yakawa hayana faida kwako. Kwa hiyo kwa nukta hiyo basi, naamini tumejifunza kwa nafasi, lakini pia tumejifunza kwa kile ambacho Mungu alikusudia tujifunze. Namshukuru Mungu kusimama mbele yenu siku hii ya leo. Naamini pia Mungu amenisaidia kuwasilisha kile ambacho nilitamani tujifunze kwa siku ya leo. Ishi kwa malengo. Nikupongeze pia kwa kufika. Namshukuru Mungu kwa sehemu ya ibada.